bei tunazozitumia sasa hivi zimekaa kwa muda mrefu sana bila kufanyiwa marekebisho, na kwa sasa haziendani na gharama halisi za utoaji wa huduma. Katika kipindi ambacho bei hizi zimebaki vile vile, tumeshuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi yaliyopelekea changamoto katika shughuli za utoaji huduma, lakini pia gharama za ununuzi wa maji ya jumla zimeongezeka, bei za madawa ya kutibu maji zimeongezeka, pia gharama za uendeshaji ikiwa ni pamoja na gharama za ukarabati wa miundombinu zimezidi kupanda. Ukweli ni kwamba ili tuweze kuendelea kutoa huduma hii kwa uhakika na ili tulinde ubora wa huduma tunayotoa, mabadiliko ya bei si jambo la kuepuka tena, ni hatua ya lazima ya kiutendaji. Kikao hiki kinalenga kuwashirikisha ninyi wadau wetu wakuu. Maoni yenu na mitazamo yenu ni muhimu sana ili mabadiliko haya yawe na usawa na yazingatie maslahi ya pande zote mbili, lakini pia uendelevu wa mtoa huduma pamoja na mlaji. Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi kuu linalofuata ni wasilisho la bei za maji ambayo ndio mada kuu katika hiki kikao chako Mheshimiwa mgeni rasmi. Mwezi Julai mwaka huu tarehe 1, 2026/27, bei ya uniti moja au mita moja ya ujazo itakuwa shilingi 1840. Kwa mwaka unaofuata wa fedha itakuwa haitaongezeka 1840, na kwa mwaka wa mwisho wa bei hizi kwa upande wa majumbani itakuwa ni bei ni hiyo hiyo 1840. Kwa hiyo ukiangalia bei ambazo tunazitumia sasa hivi na zinazofuata kuna tofauti kati ya shilingi 225 kwa mita moja ya ujazo. Kwa upande wa taasisi, bei zinazotumika sasa ni 2760 kwa unit au mita moja ya ujazo. Kwa mwaka mpya wa fedha 26/27 itakuwa ni 3060. Mwaka wa fedha 27/28 3060, na itaongezeka kidogo kwenye mwaka wa mwisho wa bei hizi itakuwa 3160, ambayo tofauti yake ukilinganisha na bei tunazozitumia sasa hivi itakuwa ni kama shilingi 500. Kundi lingine ni biashara. Bei inayotumika ni 2790. Lakini kwa mwaka kwa bei za mpya za mabadiliko itakuwa ni 3100 kwa mwaka wa kwanza wa fedha, lakini kwa mwaka wa mwisho kule itakuwa ni shilingi 3200. Ongezeko la kama shilingi 410 ndani ya hiyo miaka mitatu. Kundi lingine ni la viwanda. Kwa bei ya sasa ni 2850, lakini kwa bei kuanzia mwaka ujao wa fedha 3160, na kwa mwaka wa mwisho wa bei hizi itakuwa ni 3270, ukiwa na ongezeko la kama shilingi 420 kwa mita moja ya ujazo katika muda wote wa miaka mitatu. Kundi lingine la wateja wanaohudumiwa na mamlaka yako Mheshimiwa mgeni rasmi ni viwanda vya vinywaji vya chupa. Kwa sasa hivi bei yao ya kwa uniti moja ni 3750, lakini kwa mwaka unaoanza wa fedha itakuwa ni 4160 kwa mita moja ya ujazo, na kule kwa mwaka wa mwisho itakuwa ni shilingi 4500. Kwa hiyo katika muda huo wa miaka mitatu tutakuwa na ongezeko la kilinganisha na bei ya sasa itakuwa ni shilingi 550. Kundi lingine linaitwa vioski au magati. Kwa bei ya sasa ilikuwa ni shilingi 1500, lakini kwa mwaka unaokuja wa fedha 1670, na kwa ule mwaka wa mwisho 28/29 itakuwa ni 1730, ongezeko la shilingi 230 wastani wa bei. Kwa hiyo kwa mwaka huu unaoisha kwa bei tunazoendelea kutumia sasa hivi, wastani wa bei ilikuwa ni shilingi 2000 na shilingi 14, lakini kwa mwaka ujao wa fedha ni shilingi 2236, mwaka unaofuata 2238, na mwaka wa mwisho 2313. Kutokana na mabadiliko haya ya kiuchumi na sababu mbalimbali ambazo nimezitaja, wenzetu SHUWASA waliomba bei mpya kwa EWURA, na waliomba hivyo toka mwaka 2022, na sasa ombi hilo limekuja kufanyiwa kazi mwaka huu wa 2026.
na lilikubaliwa na kuchapishwa kwenye gazeti la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, gazeti la serikali, tarehe 20 Februari 2026. Sasa unajua kitu kikisha chapwa kwenye GN, hiyo ni sheria. Lakini mara nyingi tunasema hata kama imechapwa katika GN, kabla hizi gharama hazijaanza kutekelezwa tarehe 1 Julai 2026, ni utaratibu wa ndani ya nchi yetu kuzungumza ili bei mpya zisianze kutekelezwa, alafu kuna mtu anasema hazifahamu. Mimi naitwa Joseph Ndatara, natoka EWURA CCC. Nachotaka kusema hapa kwamba mchakato wa maji tayari ulishapita kwenye hatua zote, lakini kazi kubwa ambayo mimi nataka kusema hapa ni wajibu sasa wa viongozi ambao wako hapa ili kusaidia hii elimu iweze kufika vizuri kwa wananchi ambao wanatumia huduma. Na mimi naungana pamoja na msemaji aliyotoka kuzungumza, kwa kuwa jambo hili limepitia mchakato wote, basi ni jukumu letu sisi wote tuliokuwa hapa kama wadau wa maji, hususani wawakilishi wa wananchi, madiwani tulioko humu, na sisi viongozi wa vyama vya siasa, tunayo majukwaa ambayo ni wananchi. Tukienda kule, twendeni tukatoe elimu hii sahihi kwa wananchi ili waelewe jambo hili, ili kupunguza kero na malalamiko yatakayojitokeza kuwa gharama za maji zimepanda. Badala yake, twendeni tukawape elimu hii tuliyoipata humu kwa ufasaha kabisa. Sisi kama viongozi sasa kwenda kupeleka ujumbe huu kwa wananchi wetu, kwa sababu sasa tumeshaelewa mabadiliko haya ya bei, msingi wake, ambazo tafiti pia zimefanyika za kutosha. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kwenda kueleza wananchi mabadiliko haya.